Nikipita kokote naangaliwa, yani ninakuwa sina amani. Yani nilichoamua mimi naona bora niondoke tu katika hii nchi kabisa, niende nchi nyingine tofauti na hii, ndo nitakuwa na amani. Lakini mimi tayari nilishakwambia kwamba hii issue mimi naweza kuimaliza, sawa, bila tatizo lolote kutokea. Sawa, mimi nitatafuta vijana watapambana mtaani waweze kulimaliza hili tatizo. Shida yako ni nini? Sawa, utalimaliza. Haya, je, likigoma kumalizika, mimi nitakuwa kwenye hali gani? Nitapita wapi? Watu wanaonifahamu nitawatazamaje? Ndio maana nilikwambia wewe niekela kwenye akaunti yangu mimi niondoke niende nchi nyingine. Afu kunyuma kama utalishughulikia hili swala likikaa poa, mimi sinarudi tu. Okay, fine. Kwa sababu mimi sitaki tena tukae hapa muda mrefu. Wewe unajua mimi ni mchungaji na kuonana hivi mitaani sio kitu kizuri. Make sure ile yenyewe inakuwa ya kutosha, kwa sababu nimekwambia nataka niondoke nje ya hii nchi. Kwa hiyo huko nakoenda sijui kama nitaenda kupanga, sijui kama nitaenda kukodi nyumba, sijui kama nitaenda kununua sehemu niwe nayo. Kwa hiyo hiyo hela unaoniwekea kwenye akaunti hiyo ya kutosha. Maana sijui kwanza hata nchi yenyewe nayoenda hapa. Lakini ninachohitaji mimi nitoke kwenye nchi, niende nchi nyingine. Kwenye swala la pesa usio na wasi, mimi nitakuwekea pesa ya kutosha, utaondoka hapa, sawa? Utaenda huko unapoelekea, mwisho wa siku sawa, utapanga utafanya nini, wewe utajua mwenyewe. Pesa ipo, mimi nitakuwekea. Sasa wewe panda kwenye gari ili tu kwanza. Kijana mnamwamini sana? Ni kijana fulani machachari sana, ni mtundu yani. Okay. Ndio. Okay. Kijana. Nitajitahidi kukupa kila kitu ambacho nakihitaji kwa ajili ya kumaliza kazi yako. Na actually hizo information zote nitakutumia kwenye simu yako ili uweze kumaliza issue yako. Nachoamini mimi simu yangu itapatikanika kwa wakati. Baada ya kukutumia naomba tu hiyo case we close as soon as possible. Mimi ni watoe wasiwasi tu kwa sababu kesi za aina hii nimekutana nazo zaidi ya 1000. I mean that. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba naomba siku 2 tu, nitahakikisha nitajua mahala hiyo simu ilipo na nitahakikisha hiyo simu itarudi na kila kitu chake. Ndani ya siku 2 tu nikipata nafasi ya kwenda kutulia, kukaa vizuri katika utulivu, basi kila kitu kitakuwa sawa, ila tu msitoke nje ya makubaliano. Hii issue mimi sitaki kabisa kutumia polisi. Na mwisho wa siku wewe ndio ukamilishe hii deal na naiomba tu ikamilishe kwa uharaka zaidi. Issue ya pesa mimi sina shida kwa sababu vijana wangu wanakuamini. Basi kamilisha deal nikupe pesa yako. Mimi nadhani hatuna maneno mengi ya kuzungumza hapa. Nataka niingie zangu ndani chapu ni badilishe hapo ni wahi ibada. Basi sawa, sisi ngoja tutoke. Basi sawa. Leo. Kwanza semina imeenda vizuri kabisa. Na namshukuru Mungu semina imeisha. Sawa, kila kitu kimeenda vizuri. Kulikuwa tuna kashetani kidogo kalitaka kuingia. Kwa hiyo kakakemea. Kama kawaida yangu. Kama unavyonijua tena. Ba mchungaji. Maombi naona kila kitu kikawa shwari. Wewe tena ba mchungaji. Nimezungumza na kijana wangu mmoja wa IT. Nimezungumza naye, sawa. Na amenihakikishia kabisa bwana ile simu ndani ya siku hizi 2 tutaipata. Siku 2. Siku 2. Yaani hata sana naona kama mapigo yana kasi. Lakini una uhakika na wewe mtu? Yaani tutaweza kuipata ile simu ikiwa na vitu vyote? Yeah, na uhakika kwa sababu unajua ile simu niliweka password ambayo hawezi kuingia mtu mwingine yeyote. Na uzuri yule kijana wangu wa IT amecheki kwenye system, ameona kwamba ile simu haijafunguliwa kitu chochote. Kwa zile picha, video, hamna mtu ambaye ataziona. Hapo sasa umenifurahisha. Yaani mpaka hapa naona matumaini kabisa tunaenda kupata simu. Sasa twende ndani kidogo.
Maana siku ulinibania. Alafu wewe mchezo wako wewe. Uko vizuri. Habari nyumbani. Nguza hapa nzuri. Nimefurahi kwa kweli maana na kidogo pia tulipomisi. Nimemisi pia. Vipi kuhusu huduma inaendeleaje? Kuhusu huduma kwa tunamshukuru Mungu. Ndio. Huduma inaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu kwa hilo mamangu. Nashukuru niko na Pastor Amos. Unajua maisha jinsi yalivyo ni siri ya Mungu kwa sababu sikujua kwamba ipo siku na mimi nitakuwa na mtumishi wa Mungu katika familia yangu kama wewe Pastor Amos. Ni mpango wa Mungu. Na mbona ilikuwa sikupata kwenye simu? Nimekupigia zaidi ya mara 2-3 kwa muda tofauti, siku tofauti, sikupata kwenye simu. Shida nini? Mama, ni kiukweli niliibiwa simu. Kipindi na toka kanisani, basi vijana wa bodaboda wahuni. Kipindi naongea na simu, bahati mbaya wakaniibia ile simu. Ndio maana hizi siku kadhaa kila ukinipigia hunipati hewani. Kwa sababu nilikuwa hapa kujaribu kweli kutaka kuongea na wewe lakini ushindikana. Lakini sioni kama kuna shida ya kukaa bila kuwa hewani. Kwani usitafute simu nyingine alafu ukaenda ukasajili namba zako tena ukawa unapatikana kwa urahisi? Ni kweli mama unachokizungumza, lakini kinachonisumbua ni kwamba ile simu ina vitu vingi sana vya kwangu. Dokumenti zangu zote ziko mule. Si tu document lakini contact nyingi za simu ziko mule pamoja na baadhi ya notes za huduma kanisani pale zipo mule. Ndio maana unakuta najitahidi sana nitafute ile simu niipate ili niweze kurudisha vitu vyangu. Ni sawa, lakini kwa muda ambao unaisubiria tafuta simu nyingine angalau uwepo hewani. Unawaamini ambao watahitaji huduma kutoka kwako watapataje? Kweli mamangu, hata mimi nilishawahi kumwambia kuhusu. Kwa nini anahangaika na simu hiyo ambayo imeshapotea muda mrefu? Kwa nini asinunue simu nyingine? Ni muda sana, alafu anatafuta kitu ambacho hana uhakika kukipata. Au vijana wenyewe waliomwibia, yeye hawafahamu. Hata sasa hivi ukimuuliza unamjua hata mmoja, hawajui. Sasa ya nini ufuatilizie kitu ambacho huna uhakika utakipataje? Nikamwambia nunua simu nyingine, sajili line ile. Ili kama ni namba za simu na maana wale watu watakupigia, utawapata tena. Kuna shida gani? Lakini bado hanielewi. Sielewi hiyo simu ina kitu gani kikubwa zaidi. Yaani hanielewi mpaka sasa hivi mama. Sawa, lakini maamuzi yake mwenyewe atakayoona kwamba ufanye nini. Sio kesi sana. Labda mama mimi kutoe wasiwasi. Nitajitahidi nitafuta tu kwa haraka simu niipate, lakini kishindikana ndo labda nitafanya, lakini na imani kwa sababu kuna vijana tayari nimeshatuma mtaani. Ndio. Na imani tu nitaipata ile simu, wala usiwe na wasiwasi. Mimi nilikuwa hapa katoka kaenda kujisomea na wenzake huko wale tuition yao sio wapi hapo. Aenda kupitia masomo yao. Lakini tulikuwa pia tunaombi mama. Basi binti awe mara moja anakuja kulala kule kwetu. Huko hapana. Hapana, mjukuu wangu siwezi kuruhusu kwa kweli. Nimemzoea. Niko naye hapa, yani sitamani kwamba haende mbali zaidi. Kuishi na mimi karibu hapana. Ninachosema tu kwamba mwachie aendelee kuishi hapa. Nitakuja kumtembelea au siku ikitokea basi nitakuja naye. Mnamuona hapo narudi naye. Mama, hata kwa wiki mara moja. Hapana. Inawezekana lakini siwezi kunini, ila hebu mwachie kwanza asome. Naona bibi amekaa. Sawa mamangu. Na uliniambia simu yake imeharibika? Ndio. Basi nitakuachia hela kipindi natoka hapa ili uweze kumnunulia tu simu mpya. Atafurahi kwa kweli. Lakini hadi chakula